Kwa niaba yenu naomba nimkaribishe mgeni rasmi ambaye ni mwenyekiti wa bodi na vyo vingine nimevitaja. Faltafadhal mashkura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma na amani kumtakia kiongozi wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu mlohudhuria, kama ilivyokuwa itifaki imezingatiwa, nimshukuru mwenyekiti wa umoja huu au taasisi ambaye ndugu yangu Sheikh Suleiman Abdallah. Huyu tuko naye miaka mingi hapa Dar es Salaam. Tumekuwa tukienda, tunarudi, tunakata kona, tunasonga mbele. Kazi yetu ni dini tu, na ndio maana leo tuko hapa. Lakini pia nishukuru uongozi, katibu mkuu ambaye ni Bwana Musa Kasim na viongozi wote, kwa sababu mmeshatambulishwa. Nikubaliane kwamba natambua uwepo wenu ili niweze kufikisha ujumbe wangu na watu tuweze kuendelea na shughuli zetu. Kwa kipekee nimshukuru sana ndugu yangu Sheikh Salum Awadhi. Huyu ni mjumbe mwenzangu katika SIFCA. Tumekuwa naye miaka mingi. SIFCA ni chombo ambacho kina wataalamu wote wa uchumi na uhasibu katika nchi hii, yaani wote professionals wanaohusika na mahesabu, mambo ya uchumi, utawakuta katika chombo hicho. Kina Sheikh Salum Awadhi walinikaribisha, na hata sijui mimi na uchumi gani au na uwezo gani, lakini nikajikuta niko humo na wananituma majukumu, na kuna jukumu moja ambalo tutalifanya hivi karibuni, nadhani lile liloibuka lile. Lakini yeye ni mkurugenzi wa shirika ambaye ni mtaalamu katika masuala haya ya kifedha. Nianze na neno la mwisho ambalo Sheikh Suleiman amelizungumza kwamba sikualikwa. Ukiangalia mada ilivyo, mada yenyewe aliyokuja nayo Sheikh Salum, utaona ndio imekuja kutibu ugonjwa huu. Yaani vitu hivi vinakwenda vyenyewe. Mada yenyewe inasema mfumo na utaratibu wa kuongoza na kusimamia nini? Taasisi. Mina imani baada ya kutoka hapa sitokosa kualikwa tena, kwa sababu mifumo sumeambiwa bwana, na utaratibu wa kuongoza taasisi. Sio unatoka nyumbani kwako unaingia kwenye chombo cha habari unaalika watu tu. Hapana, lazima ukae na kamati yako, ukae na maamiri, ukae na viongozi, mliratibu na mjue ni mtu gani wa kumwalika na mtu gani muahirishe kumwalika katika semina hii. Sio kila mtu anaweza kualika. Kija katika mistari ya kidini mko naye. Kwa hiyo mumshike sana, na furahi kwamba amekuwa mshauri katika hili. Kwa hiyo niwafafanulie kwamba tatizo hili halitatokea tena, na nina imani mlioko hapa wote hamtafanya tatizo hilo kwenye taasisi zenu. Kwa sababu gani? Hili ndio lengo la mafunzo haya. Kuna channel of command, kuna system namna ya kuendesha shughuli. Hata msikiti unaweza kukuta kamati inafanya vikao vyake, imemaliza, tutamjulisha imamu. Alafu baada wewe kama imamu unaingia msikitini, wanatangaza tangazo hilo, na imamu tulikuwa hatujakujulisha kwa bahati mbaya, lakini tutakuja kukwambia wewe, tulia tu, tutakwambia baadaye. Sasa huyu ndio imamu wa msikiti, alafu mnamjulishaje mbele ya waumini? Alikuwa na akili nyingi, katunukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akapata utume na akaondoshwa katika masuala ya kukaa kitako na kupiga goti akasome kwa mtu. Ameondolewa ile. Lakini alichokifanya Mwenyezi Mungu akasema huwezi kuongoza hivi mpaka nifanye nini? Nikufundishe. Ndio akamfundisha, akampelekea mwalimu. Wote tunafahamu katika swala la kidini hapa na Qur'ani na Sunna hapa sitoweza kuongea chochote, kwa sababu najua waliokusanyana hapa wengine wana vitabu kichwani, ukiambiwa viandike hawezi kuviandika hata baada ya mwaka, maana vyote viko kichwani.
Kwa hiyo nadhani mnaelewa ninachokisema. Hakuna mtu anaweza kupata ilmu bila kufanya nini? Bila kufundishwa. Kwa hiyo na hizi masuala ya kitaasisi, alafu tumeletewa haya mataasisi. Kuna watu huko serikalini wameunda utaratibu namna unavyoweza kuongoza taasisi. Jana nilikuwa nazungumza na watu walikuja na mgogoro wa swala la msikiti. Katika kuwaelewesha, msikiti sasa hivi unatakiwa usajiliwe mara 2. Kivipi? Msikiti kama ardhi na jengo unatakiwa usajiliwe katika RITA, kabidhi wasi. Ukishamaliza wale trustees wakishasajiliwa katika sheria ya Trusteeship Act, wakishamaliza lazima msajiliwe mambo ya ndani kwa msajili wa vyama vya hiari. Kwa msikiti hauwezi kuwa na kiongozi ambaye ni trustees alafu anakuwa kiongozi huyo huyo. Hakuna kitu cha namna hiyo. Sasa hivi hakuna. Kwa ukiwa na msikiti ambao una trustees, yani una wadhamini wa msikiti na hawa ndio wanaoongoza, basi ujue kuna kasoro. Na misikiti ya namna hiyo ngumi ni asubuhi na jioni. Yani kama unakwenda usiende na kanzo ambayo imebana sana, kwa sababu wakati wowote watakuvuta tu. Kwa sababu gani? Kitu ambacho hakina utaratibu, lazima vitu vingine vikosewe tu. Kwa hiyo sisemi mkitoka hapa mseme wewe trustees sasa wewe sio kiongozi. Kuna utaratibu wa kufanya. Natakiwa muandae katiba iliyoko kule, mambo ya ndani ndio itakayoleta viongozi, na ndani yake atakuwepo imamu na viongozi watasajiliwa. Lakini RITA huku tunasajili ardhi na nini na majengo, yani mali zisizo amishika, mali zote zinasimamiwa na hao, na wenyewe wana majukumu yao kabisa, wala sio kuongoza waumini. Wao wanasimamia mali tu. Wakitaka kuziuza wataziuza kwa sababu mmewapa madaraka, wakitaka kununua watanunua kwa sababu mmewapa madaraka, wakitaka kukodisha watatufahamisha. Katika kukodisha Kiislamu kupo kuna kitu kinaitwa ijara humo, watafanya. Lakini hawahusiki kusimama na kutuongoza eti kuna kamati ya utendaji. Sasa kwa nini nimesema haya? Kwamba hizi ni taratibu tumeletewa, tumefuatilia sana, si tuko kwenye system ya uongozi. Sasa utaongozaje na huku ujui? Hiyo ndio kazi yake. Nitambue uwepo wa viongozi wa msikiti huu Kisumu, naomba nimsalimie shekhe pale, lakini naona mashekhe wa kata, makatibu wa kata wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, wajumbe na walimu na wengine misikiti naiona ambayo ni ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Niseme kwamba nashukuru kwa kupata nafasi hii Sheikh Salum, na Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Mimi ujumbe wangu ni mmoja. Baada ya hiyo yote iliyopita, nataka niwafahamishe, natokea ofisi ya Mufti na mimi ni msaidizi wake kama mratibu ofisi ya Mufti Tanzania. Ofisi zote za Mufti mimi ni mratibu, lakini ni katibu wa secretariat ya Baraza la Ulama Taifa. Miongoni mwa vitu ambavyo alivishuhudia kabla hajashika hiyo nafasi ilikuwa ni faraka au kutoelewana kati ya vyombo vya Kiislamu na Waislamu wenyewe. Yaani tulikuwa na taasisi ambazo zinaanzishwa kwa ajili ya kugombana wenyewe kwa wenyewe. Yaani ni challenge institutions. Yaani kulikuwa hakuna kuanzisha taasisi kwa ajili ya maendeleo. Ilikuwa ni kuanzisha kwa ajili ya kupingana. Nazungumza hivyo kwa uzoefu kwa sababu mimi niko ndani ya uongozi kwa miaka mingi. Manake mimi nimeongoza toka enzi Mufti Ahmed bin Juma bin Hamed, na nikaja nikaongoza enzi za Sheikh Isa Shabani Simba, na sasa niko kwa Daktari Abubakari Zuberi. Taasisi zote zilikuwa zinapita mezani kwetu, tunaziona. Na hata misikiti iliyojengwa mingine ilikuwa ni mpasuko wa msikiti mwingine, wanakwenda kujenga msikiti mwingine. Ilikuwa lengo hilo lilitupeleka pabaya sana. Tulibadilishana majina. Yaani ilikuwa afadhali ukutane na kafiri kuliko ukutana na Muislamu huyo ambaye mligongana naye. Tulifika hatua hiyo. Lakini alipokuja Mufti akapangua hizo hoja. Kitu alichokifanya cha kwanza ilikuwa ni kuhakikisha anafika pahala ambapo palikuwa hapafikiki.
Yaani tuambizane ukweli hapa, tuko hapa tusifichane. Unajua mtu anayeficha kidonda hawezi kupona shekhe, na ukificha kwamba hujui huwezi kuelimika. Kuna mahali sisi BAKWATA ulikuwa ukifika unajaribu kujitahidi hata usifanane na Muislamu. Kwa sababu akisha kujua Muislamu gani wewe anakuchunguza, afu anakuta mtu wa BAKWATA. Yaani hapa hata chakula uli, ukaribishwi. Yaani unaishi kwa tabu kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tunavaa kadeti zetu na sisi tunaenda kama waumini wa kawaida. Kwa sababu mpaka uje unipekue na mimi hapo zitapigwa sasa. Lakini nje ya hapo hupati huduma yoyote. Kwa sababu chuki iliyokuwa imewekwa ilionekana hawa watu wa BAKWATA sio Waislamu kabisa, ili kukutana na watu ambao sio Waislamu. Lakini mufti akawa amekwenda pahala, wengine ni mashahidi humu. Tawapa mfano kama wa mkoa wa Tanga. Hakuna hadhara ya mkoa wa Tanga kwenye maonyesho ambayo mufti hahudhurii. Tuko pamoja shekhe, wakati zote amezihudhuria, na matokeo yake wameunda umoja wa pamoja, na sasa wanashirikiana kwa pamoja. Awe anaumwa au yuko safarini, atavunja safari hata akiwa na ya nje, atakwenda pale. Nini maana yake? Ukihudhuria hadhara 2 alafu hadhara 3 ukuhudhuria, hayo maneno yatakayotoka na mpasuko utakayotoka utakuwa ni mkubwa sana. Lakini alichokifanya mpaka sasa hivi, mnaziona hizi taasisi zilizohudhuria hapa. Kwa idadi niliyopewa na katibu mkuu hapa, ziko taasisi zaidi ya 14. Tulikuwa hatuwezi kukaa meza moja kama hivi, ama sivyo shehe? Tulikuwa hatuwezi, na ndiyo sababu mimi ya kutoalikwa nikajialika, kwa sababu hili ni lengo la mufti. Mufti mwenyewe akisikia tatu kwenye mtandao anaambia kuna hadhara, kuna maonyesho, atatuma mtu, sio mpe nauli wala chakula wala kitu gani, da asha. Na hata kuchaguliwa kwetu sisi, nyinyi wa muhusiki, sisi tunateuana wenyewe kwa wenyewe wetu, unaona. Lakini kwa nini anahudhuria? Kuwepo na itiswamu pale, mkishikamana pale